Kuna kitu kimoja ambacho nimetamani ni share na wewe. Kuna kitu kimoja ambacho nimekuja kukiona, ambacho nimeona kuna haja ya kushirikishana. Unajua, kwenye Ukristo kuna changamoto moja ambayo ipo inaishi, alafu ni kama hatuioni, moja kati ya changamoto ambayo nimekuja kuiona mimi, labda nikusaidie. Ndani ya Ukristo kumekuwa na uongo wa hali ya juu sana, kiasi kwamba inawezekana hata uongo huo wengine hatuuoni, na inawezekana hatuuoni kwa sababu labda hatujafundishwa au kuonyeshwa uongo wetu. Leo nataka nikuonyeshe kidogo tu. Hivi unajua kwamba kitendo cha wewe Mkristo kuchelewa kanisani inatafsirika kama uongo mbele za Mungu? Kama kitu tunakijua. Hivi unajua kwamba kitendo cha kufanya agreement yoyote ile, yaani kufanya makubaliano na mtu yeyote yule, hiyo katika shughuli za kijamii au katika shughuli za kanisa, na ukashindwa kufanya sawasawa na vile mlivyokubaliana, mbele za Mungu inatafsirika kama uongo. Leo nikuelekeza kitu kimoja labda ambacho inawezekana ukijui. Mtu yeyote baada ya kuokoka automatically tunasema kwamba mtu yeyote uliyokoka unatakiwa utafute kumtaka Roho Mtakatifu ndani yako. Maana yake ni kwamba mtu yeyote pasipo Roho Mtakatifu ndani yake hawezi kuishinda dhambi. Maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako, ndio lile andiko ambalo Yesu anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Maana yake kwamba Roho Mtakatifu ambaye ndiye Yesu akiingia ndani yako, hautafanya yaliyo yako. Yeye ndiye atakaye kufundisha ni jambo gani unatakiwa ulifanye na ni jambo gani ambalo hutakiwi kulifanya. Maana yake ni kwamba baada ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yako, mwili hauna nguvu tena. Mwili hauina nguvu. Na ndio maana tukisha kuwa na Roho Mtakatifu ndani, kuna vitu ambavyo kwa jinsi ya kibinadamu vinakuwa ni nguvu sana kuvishinda. Ila ukisha mruhusu Roho Mtakatifu ndani yako, unakuta ni unapita tu unaenda. Kwa kile kitendo cha Roho Mtakatifu kuwa ndani yako, maana yake ni kwamba unakuwa sio wewe tena, ila ni Mungu ndani yako. Maana yake kila unachokizungumza ni Mungu. Ndio maana kuna andiko linasema mmepewa mamlaka. Maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, una uwezo wa kusema kitu chochote na kikawa, kwa sababu anakuwa tayari ni Mungu yuko ndani yako, na anayetamka ambaye ni wewe, ambaye ndiye Mungu pia, kwa uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa maana yake ni kwamba in case mmefanya agreement, nitoe mfano kwa issue za kiibada. Aidha ibada yetu ya zoezi itaanza saa 9. Sawa? Kitendo cha kutamka ile saa 9 katika ulimwengu wa roho, ina maana yale matamshi yenu sio ni ninyi, ni Mungu. Hilo sasa mnaeleweka. Yaani Roho Mtakatifu kwa ndani yako, akishakuwepo Roho Mtakatifu ndani yako, ina maana automatic wewe ni Mungu. Una uungu tayari, kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye ndiye Mungu yuko ndani yako. Kwa mnapokuwa mnafanya agreement, maana yake si ninyi tena, ni programu ya kiungu inafanyika. Mnafanya agreement ya kiungu. Sasa mmekubaliana kwamba mtaanza program, labda mtakutana saa 9. Alafu wewe ukaja kuja saa 9:30. Maana yake unataka umfanye huyo Mungu ni mwongo. Sasa Mungu sio mwongo. Si kama kitu nakielewa.
Kwa maana yake unakuwa umejivua, unakuwa umemkataa Roho Mtakatifu ndani yako, na unakuja kutengeneza tafsiri mbele za Mungu kana kwamba yani umemdanganya Mungu aliyeko ndani yako mwenyewe. Yani sio kama hilo, unanielewa? Kuna yani mbele za Mungu unatafsirika wewe kama mwongo. Kwa automatic ni mkaidi, yani umemkufuru Roho Mtakatifu ndani yako wewe mwenyewe. Sio kama lugha inaeleweka. Kwa mkishakubaliana labda tukutane saa 9, alafu kaja saa 9:30, maanake ni kwamba Roho Mtakatifu, wewe na mwili wako ndio umeamua mje saa 9:30, lakini Roho Mtakatifu alishafika saa 9 hiyo kamili mlioandaa. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anakuwa tayari ashaandaa malaika ambao watakuja kuprogram hiyo ibada yenu na kuhudumia hiyo ibada yenu kuanzia saa 9:30. Saa 9 kamili ambayo mmekubaliana. Kwa kitendo cha ninyi kukubaliana, alafu mkaanza program nje ya ule muda mliokubaliana, maana yake mnakuwa mmefitinisha ninyi wenyewe. Yaani kwanza mmemkufuru Roho Mtakatifu. Yaani mmemdanganya Roho Mtakatifu. Ameandaa majeshi yake, ameandaa malaika wake wa ibada kwa ajili ya kuanza hiyo program mlioipanga. Alafu ninyi hamjafika na hamjaanza huo muda. Kwa maana mwisho wa siku kuna vitu vingi vya kiroho tunajifanya kwa jinsi ya kimwili, tunaamini kwamba Mungu yupo, lakini Mungu hayupo. Sasa kitu tunakielewa. Kwa mbele za Mungu, kama ni mtu mmoja utakiwa ufike saa 9, ukachelewa kaja saa 9:30, maana yake ni kwamba mbele za Mungu wewe ni mwongo. Na unatakiwa ufanye toba. Leo siku hizi wanachelewa maibadani, wanaona ni kawaida tu, wanaendelea na shughuli zao. Kwa katika ufalme wa Mungu kule mbinguni kuna kosa ambalo limeandikwa, huyu siku fulani alitenda dhambi kwa kosa ya uongo. Afu jawahi tubiaga. Na bado anaendelea kunena kwa lugha, na bado anaendelea kutabiri. Hujai tubu. Sasa niambie toba ikoje? Toba inayotambulika mbele za Mungu ni ile ambayo unatubu kitu kwa kukitaja. Uwezo kaenda mbele za Mungu ukasema nisamee ninayojua na nisiyojua. Hiyo sio toba. Maana yake ni kwamba makosa yako hujayaona. Unapoenda mbele za Mungu kugundua kwamba nimemtukana mtu, kugundua no, hapa nimekosea, then ukarudi kwenye magoti, Mungu naomba, nimefanya kitu fulani, nimetukana, naomba nisamee. Maana yake mbele za Mungu inakuwa translate na tafsirika kama umelijutia kosa, umeliona kosa na umetambua kwamba umekosea, na umekuja kwa appreciate kwa kugundua kwamba umekosea, umekuja kulitubia. Kwa kuna Wakristo kuna makosa ambayo inawezekana tunayo mbinguni hatujajua kama tulishaikoseaga, na yapo. Sitaki niongee muda mrefu, ningechanganua nilipo. Shika, mnaona? Kwa kile kitendo cha wewe kufika nje ya muda mliokubaliana mbele za Mungu ni dhambi. Na Wakristo wengi naamini wanaenda jehanamu kwa makosa hayo, alafu hawajui. Naamini usiamini, Wakristo wengi wanaoenda jehanamu hawaendi jehanamu kwa sababu ya makosa wanayojua, hawajui. Ila anajikuta ameangukia jehanamu. Na in case labda ikatokea dharura ambayo mmekubaliana, lakini ikawa ni serious dharura ambayo ikafanya ukashindwa kutimiza yale makubaliano yenu, ni lazima uhakikishe unatoa taarifa. Kama ni changamoto ni dharura ambayo ulikuwa umeitambua kabla muda husika, toa taarifa kabla. Watu wenzako katika ulimwengu wa roho mkishajuzana, ina maana inatengeneza uwepesi. Katika ulimwengu wa roho mnakuwa tayari mna connection. Mwenzetu hajafika kwa sababu hizi na hizi, lakini katika ulimwengu wa roho tuko naye pamoja. Alitamani kuwepo. Hizi zimekuja kutokea katika, na siamini kama kuna dharura ambayo inaweza kutokea kabla haya. Kama ni kwa muda huo, basi pia toa taarifa. Yaani watu wajue kwamba hayupo kwa sababu hizi na hizi na hizi. Lakini jambo la kawaida tu, mmekubaliana jambo, haufiki, hakuna anayejua, wewe kunaendelea kunena kwa lugha.
Umewacha mliokubaliana nao, sawa? Kwa sababu pia wana Roho Mtakatifu na wana Mungu ndani. Umeacha kuwashirikisha ili wajue huyu mtu atunaye kwa sababu hizi. Inawezekana katikati yao wanaanza kunung'unika. Kwa nini mtu hajafika? Kuna kitu gani? Maswali mengi. Na inawezekana yale makubaliano, kitu ambacho kitakia kifanyike kinashindwa kufanyika kwa ufanisi na kwa ubora kwa sababu ya kukosekana kwa information, taarifa. Tayari mmefitanisha, yani kuna kitu mmeshaharibu rohoni. Kwa kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba iwe katika shughuli za kijamii, iwe katika shughuli za kiibada, wewe uliye na Roho Mtakatifu ndani yako, maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, anakuhudumia huduma zote, ukiwa katika huo uhai zote, popote ulipo, ziwe huduma za kijamii, ziwe huduma za kinini, ziwe huduma za kiibada, zote anakuhudumia. Kwa kila unachokizungumza ni lazima uwe na hakika ukitimiza. Ukisema kwamba niko sehemu fulani katika ulimwengu wa roho, ile location ya kiroho ya kiungu na jicho na kamera ya kiungu, kile unachokitamka na location kirotate na unachokitamka na mahali ulipo, ndivyo ilivyo. Lakini sasa kwa simu watu tunadanganya, tunaona kitu cha kawaida na tunajisamea wenyewe, maisha yanaendelea. Alafu nataka kesho ukifa uingie mbinguni, eti kwa sababu kuna nini na ulikuwa kanisani. Hicho kitu hakipo. Kwa jambo lolote tunalolifanya kwenye shughuli za kijamii, lazima uhakikishe ndio yako ni ndio, kwa sababu Roho Mtakatifu anatazama maneno yako na anasimamia maneno yako, na ndiye msimamizi wako, maana umemwamini yeye na yuko ndani yako. Yaani kila unachokizungumza, kila unachokifanya lazima unakifanya sawasawa na kinywa chako kinavyotamka. Ikitokea emergency au dharura, basi dharura yako pia itambulike na ifahamike. Tofauti na hapo, watu wa Mungu tunatafsirika mbele za Mungu kama waongo, na ni waongo. Na kwenye Ukristo sasa hivi kuna uongo wa kutisha. Makanisani sasa hivi kuna uongo wa kutisha, mpaka madhabahuni wa kutisha. Alafu tunaendelea kwenda kanisani, tunaendelea kuimba, tunaendelea kufanya ibada, tunaendelea kufanya huduma za tofauti, tunaamini kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Jehanamu sio mbali, ni karibu kuliko hata mbinguni. Tunajirekebisha kwenye eneo. Mungu akubariki sana.